Tupo hapa tunaona waandamanaji barabarani wanapita, tukajua labda ni waandamanaji ambao wanapita tu. Baada hapo tukaona kuna kundi la vijana wameingia, wakaanza kuvunja frame za nje. Kwa hivyo kwa wanavunja kule frame za nje, tukajua labda ataishia kule barabarani. Baadaye wakaja wakawa wamevamia vijana. Akavamia kijana wa kwanza, akaingia akaanza kubeba vinywaji ndani. Baada ya kufika hapo walivamia sehemu ya chakula na kuchukua kila kitu. Walivamia sehemu ya counter. Pia nako walibeba kila kilichokuwepo mpaka mafriji. Walibeba TV zote kama unavyoona, naacha mapengo wazi. Hii ni sehemu ya chakula pia, walibeba kila kitu. Wakachukua speaker zote, saundi, yani muziki mzima ule, wameacha machuma tu kama hayo. Kaendelea kungoa speaker. Pale kuna hizi mashine za kamari pia wakavunja. Wakavunja, wakatoa pesa zote. Hapa ni sehemu ya system sound. Walingoa kila kitu, wakaondoka nacho. Pale kuna taa, wamengoa zote, wameondoka nazo. Hii ni counter sasa. Hii ni counter yetu. Counter kubwa ambao walichukua kila kilichokuwepo. Thamani ya mali waliochukua ndani ya hili jengo inafika milioni 120. Kiwa sound system, music, taa za disco light, TV zilikuwa kama 15. Hili tukio la kiarifu kwa sababu sikuona kama kuna waandamanaji, kwa sababu nimeona ni matukio ya kiarifu tu ambayo yaliendelea kila sehemu na kila pembe ya mji. Lakini mimi sikuathirika peke yangu, waliathirika watu wengi ndani ya Manzese. Lakini kila tukiona sura tunaona ni mapanga, visu, majambia, natishwa na masululu ambayo yamechomwa msumari chuma kwa chuma, yanang'oa, yanavunja magufuli. Kwa hiyo tulikosa amani pia. Hata nilipofika nilishindwa kutetea mali yangu kwa sababu nilikuwa sina silaha na wala sikujipanga kwa chochote. Amani ilitoweka na watu hawajawahi kuona vitu kama hivi vya maandamano yanayoandamana na wahalifu. Imeniathiri sana kiuchumi kwa sababu riziki zangu nazipata sehemu kama hii. Hasa kwa kipindi kama hiki, uelewe kama hivi sasa hivi naanzia wapi, nitaishi vipi, na mimi na majukumu ya kifamilia.